Karibu sana mtazamaji wa Mkombozi Online TV. Leo utakuwa nami mtangazaji wako Engineer Mercy Chilumba, ambaye tutakwenda kukupitisha kwenye maana halisi ya nishati safi ya kupikia. Kwanza ningependa kukuelezea nishati safi ni nini. Nishati safi ni nishati yoyote inayopatikana kwenye vyanzo ambavyo haviharibu mazingira. Kwa maana ipi? Kwa maana havihusishi uchomaji wa mafuta wala ukataji na uharibifu wa miti, kwa maana ya uchomaji wa mkaa. Vyanzo hivi ni vyanzo vile ambavyo vinaweza kupatikana tena na tena, kwa maana ni vyanzo endelevu, yani renewable energy sources. Nishati safi ya kupikia ambavyo havina madhara kwenye mazingira yetu ni ikiwemo umeme, endapo umeme huo umepatikana kwa vyanzo ambavyo ni salama kwa mazingira, kwa maana umeme unapatikana kutoka kwenye jua kama chanzo cha umeme, kutoka kwenye maji, kutoka kwenye upepo, kutoka kwenye mawimbi ya bahari, kutoka kwenye joto la chini ya dunia kwa maana geothermal technologies. Lakini pia chanzo kingine cha nishati safi ya kupikia ni biogas. Biogas hii ni gesi ambayo inapatikana kutokana na mabaki ya organic foods, takataka za kilimo, matakataka kutoka kwenye mauchafu ya samaki, inaweza kuzalisha gesi ya kupikia. Lakini pia nishati ya upepo. Nishati ya upepo hii inatumika zaidi kwa uzalishaji wa umeme. Nishati hii inaweza kusaidia pia kupika, kama nilivyosema hapo awali kwamba chanzo cha umeme kikiwa salama, ina maana umeme huo utakuwa ni njia safi ya kupikia. Lakini pia kuna nishati ya mwanga wa jua, kwa maana solar cook stoves. Njia hii inatumia kupikia nishati ya mwanga wa jua moja kwa moja bila kuchoma mafuta yoyote, ambapo kwenye vipindi vya mbeleni tunavyoendelea tutakuwa tunaweza kufahamu taaluma moja moja, inapatikanaje, inatokaje kutoka kwenye upepo kuja kwenye nishati ya kupikia, inatokaje kutoka kwenye jua kuja kwenye nishati ya kupikia, inatokaje kutoka kwenye biogas kuja kwenye nishati ya kupikia. Lakini pia tutaangalia wenzetu wa nchi zilizoendelea wamejikita vipi katika matumizi ya nishati safi ya kupikia kutumia vyanzo hivi ambavyo ni salama kwa mazingira. Lakini pia tutakuwa na wageni mbalimbali kutoka kwenye makampuni na mashirika shirikishi ambayo yanajihusisha na biogas, nishati ya umeme wa upepo, wanajihusisha na solar cooking stoves, na wenzetu wanaojihusisha kwenye upatikanaji wa gesi asilia, lakini pia gesi oevu kwa maana ya LPG. Karibu sana. Leo tuko na co-founder wa Mkombozi Project, mwanamuziki maarufu na mashuhuri East Africa, anajulikana kama Ben Paul. Majina yangu naitwa Ben Paul, jina langu la kisanii, lakini jina langu rasmi ni Bernard Paul Mnyang'anga. Mimi ni mwanamuziki na ni balozi wa mazingira kitaifa na ni champion wa Umoja wa Mataifa katika malengo ya maendeleo endelevu SDGs, na mwanzilishi mwenza wa mradi wa Mkombozi wenye lengo la kuhamasisha matumizi ya nishati safi nchini Tanzania. Mimi kama msanii, wajibu wangu ni kupaza sauti yangu. Mimi msanii wa muziki, wajibu wangu ni kutumia kazi yangu ya sanaa katika kuchangia mabadiliko chanya kwenye jamii. Na kwenye masuala ya nishati safi, kadri tunavyotumia nishati isiyo safi tunaathiri mazingira. Na pia kofia yangu nyingine kama balozi wa mazingira kitaifa, ni lazimu kupaza sauti, kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, kwa sababu kupitia kazi yangu nimeweza kutengeneza wafuasi wengi, mamilioni ya wafuasi kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia kupitia matamasha. Kwa hiyo ninaamini mchango wangu kupitia kazi yangu ya sanaa unaweza kusaidia kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii.
na mpaka sasa tumefanya utafiti tukatengeneza wimbo ambao unaitwa Mkombozi, ambao uko ndani ya Mkombozi Project, na tunaamini sauti itasikika na kupitia muziki na kupitia wadau mbalimbali wa kama media, mitandao, waandishi wa habari na kadhalika. Tunaamini tutawafikia watu na ujumbe utafika na tutaweza kuchangia mabadiliko chanya. Na mimi binafsi nimewahi kufanya miradi tofauti katika kuhamasisha uhifadhi wa mazingira, na tumewahi kufanya mradi ulikuwa unaitwa Kijanisha, na tulikuwa na wimbo unaitwa Kijanisha ambao nilifanya kwa kushirikiana na Frida Amani, Christina Shusho na Joe Makini, na mchango wetu ule ambao ulikuwa katika mradi wa Kijanisha uliweza kuleta impact ambayo ndani ya miaka 6 tuliweza kuotesha miti milioni 18 kanda ya kati Tanzania. Kwa hiyo ni namna ama ni njia ambayo imewahi kufanya kazi katika miradi mingine. Kwa hivyo nina ujasiri wote katika Mkombozi Project. Kupitia wimbo huu wa Mkombozi utaweza kuchangia mabadiliko chanya na kuweza kuhamisha watu wengi kuelekea kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nimeamua kutumia njia ya muziki kwa sababu muziki huwaleta watu pamoja, na kupitia muziki watu wa rika tofauti, background tofauti wanaweza kujumuika pamoja, wakacheza, wakafurahi. Lakini pia ni njia ambayo sio kali sana, kwa maana ya haitishi. Ni namna ambayo mtu anapata elimu lakini anaburudika. Na lakini vile pia muziki unasafiri, na muziki unaweza kuishi, muziki unaweza kuwa mahali ambapo wewe mwenyewe physically haupo, lakini kupitia muziki watu wakasikiliza, wakapata ujumbe. Na hii yote ni katika kuunga mkono juhudi za rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mapambano yake ya kuhifadhi mazingira, lakini vile pia tunapoelekea kwenye malengo ya kuhakikisha kwamba Watanzania zaidi ya 80% wanahamia kwenye matumizi ya nishati safi. Kwanza nikiwa kama balozi wa mazingira kitaifa, nikiwa mwanzilishi mwenza wa Mkombozi au mradi wa Mkombozi, tumejizatiti kuzunguka Tanzania nzima na kutoa hamasa, kusambaza wimbo, lakini vile pia kutoa elimu kwa nchi nzima. Na tunaamini utakuwa ni mchango wenye tija, na tunaamini pia Watanzania watatupokea na wataweza kuhamasika. Lakini vile pia kwa sababu hii ni kazi ya sanaa, tunatarajia kushirikiana kwa karibu sana na media houses tofauti, lakini pia wanamuziki mbalimbali tunaofanya kazi pamoja. Kwa hiyo imani yangu kubwa ni kwamba kama ambavyo kwenye mradi wa kwanza tulishirikiana na wasanii wengine tofauti na watayarishaji tofauti, vivyo hivyo kwenye mradi wa Mkombozi wapo watu wengi sana ambao wamefanya kazi nyuma ya pazia kwenye kutayarisha wimbo wa Mkombozi, na tunaamini tunapotoka nje katika kuhamasisha na kufikisha ujumbe kwa nchi nzima, nina imani yangu ni kwamba wasanii wengine na wadau mbalimbali watatuunga mkono. Nitoe wito kwa Watanzania wenzangu na wasanii wenzangu, watu mashuhuri, naomba tushirikiane kwa pamoja kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Madhara ya uharibifu wa mazingira hayamwachi mtu, uwe msanii, uwe mtu mashuhuri, uwe mdau, wote tutapata madhara, tutayaona madhara ya uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo katika eneo hili la matumizi ya nishati safi tushirikiane, kwa sababu lina mchango mkubwa sana kwenye kutunza mazingira. Kuzilinda afya na mazingira na kuboresha maisha, kila mmoja wetu atumie nishati safi ya kupikia. Mkombozi, nishati safi ya kupikia. Mkombozi wa Afrika na dunia. Mkombozi, nishati safi ya kupikia. Yeah. We are the Mkombozi Project.